Naam, leo nimefanikiwa kukutana na Mbondei msomi. Samahani kidogo Mbondei kwa kupotezea muda wako. Najua wewe ni msomi mkubwa, una mambo mengi. Kwa hiyo nahitaji angalau dakika 2-3 kunikuhoji maswali mawili matatu na Usijali. Okay, Mbondei, swali langu la kwanza, wewe unazungumziaje mapenzi? Mapenzi ni kama drama. Yaani nikisema mapenzi ni kama drama. Kwa hiyo mapenzi yanakuwa na mfululizo wa scene kama unavyoona kwenye movies. Kwa hiyo huyu anaingia huyu anatoka. Hii inavutia yavutii. Na ndio namna mapenzi yalivyo. Kwa hiyo kila mtu anaishape kwa design yake. Sawa? Wengine leo wanataka kuoa, wengine wanataka kutoka ndani ya ndoa. Sawa? Na yako hivi mapenzi. Kwa hiyo mapenzi mpaka sasa hivi yaani hatuwezi kuyafafanua vizuri jinsi yalivyo. Sasa kunipa wasaa mwingine naweza kukuandikia hata paragraph 10 kuhusiana na mapenzi. Okay, sasa na kwa nini watu wanadanga sana? Kudanga imetokana na mfumo ambao tuliopo. Robo 3 ya vijana, kutokana na research yangu imeonyesha kwamba robo 3 ya mabinti hao ambao ni vijana mabinti hawana kazi maalum. So inawapelekea wadange ili mradi waweze kupata kipato cha siku. Tafsiri yake mtu anatumia mwili wake kama mtaji. That's why anaweza kuulisha watoto wake na familia yake kwenda mbele. Kwa hiyo asipofanya hivyo anaweza akafeli kwa namna moja ama nyingine kuweza kusurvive katika maisha yake. Kwa hiyo kudanga ni neno tu la wamelitengeneza, ni kama lahaja ya mtaani, lakini kudanga ni mtindo fulani wa maisha ambao tunaenda nao na pia kuna faida yake. Wameturahisishia hata si mabachela. Of course mimi ni bachela kwa hiyo sisi ambao mabachela ambao hatujaoa tunapata sana wepesi. Zamani ilikuwa kutongoza ni kazi kubwa sana, mpaka mtu mfuate sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini sasa hivi imekuwa una request kama bidhaa. Sasa mapenzi na request. Yes, mtu yuko Tabora lakini request kwenye simu anakufikia. Okay, jamaa ameshasema yeye ni bachelor, na maana hapo ameshafungua milango kwa wewe ambao ni bachelor. Ambao unawe bachelor kama wewe, mnaweza mkachikiana mambo yakaenda. Kwa hiyo kiusomi zaidi nahisi wewe umegundua kwamba kati ya wanawake na wanaume, wanawake ndio wanadanga sana kuliko wanaume. Wanawake na wanaume wanaodanga sana. Mimi naona kama ratio yao haijatofautiana sana. Labda kama wanaume kwenye asilimia 40 ila wanawake kwenye asilimia 60. Yaani mchezo ni huo tu kwamba unapata furaha na unatoa pesa. Sawa, yule kule anachukua furaha na anachukua pesa. Kwa hiyo ni kama kuna mtindo fulani tu wa maisha hapa katika tunaendelea. Na nikipata wasaa nitajaribu kufanya tena research ni kwa nini UTI imekuwa ikienea kwa kasi sana kwa siku za karibuni. Sasa kisomi zaidi, kwa kuwa wewe ni msomi, inawezekana ukatusaidia kwa hiyo. Ili hizi tabia za kudangadanga ziishe, unadhani tufanye kitu gani au nini kifanyike zaidi ili mradi tukomeshe mambo ya kudangadanga? Mimi nafikiri ni mchezo tu wa serikali kuweza kuwekeza nguvu kubwa kwenye kujenga industry kwa maana ya viwanda na kuwa empower hawa wanawake. Sawa, kwa maana mtu kama anapata nafasi ya kufanya kitu kutoka asubuhi kwenda sehemu nyingine, sawa, kwenda kufanya jambo na kupata ile income ya siku, mtu hawezi akadanga. Sasa tafsiri yake hata sasa hivi umeona kama bodaboda, vijana wengi sasa hivi wako kwenye bodaboda ukilinganisha zamani vijana wengi walikuwa watu wanajikusanya kundi, wanakaba, wanafanya uhalifu. Lakini sasa hivi ni tofauti kidogo, vijana wako kwenye bodaboda na wanafanya shughuli zao, kwa hiyo uhalifu umepungua. Hivyo basi serikali nayo inatakiwa iwekeze nguvu katika kuwa empower wanawake. Kiwezekana iwape hata mikopo kama mama anapotoa mikopo. Yaani tukifanya hivyo tunaweza tumepunguza tatizo kama soko ondoka kwa ujumla. Okay, swali la kizushi kidogo. Naona unakunywa kinywaji lakini hakina lebo. Tutajua ni kinywaji gani? Unajua sasa hivi hata kama wewe mwandishi sijajua umetoka kituo gani cha kazi, lakini nikisema nikitaje tena hapa nimekutangazia brand. Na kama unavyojua mimi naonekana East Africa nzima, na so East Africa mpaka dunia nzima. Ya jina limeshakuwa kubwa. Kwa hiyo nikifanya hivi nitakuwa natangaza brand ya mtu. Ukitaka sasa tuingie katika hii ni commercial, uje DM tufanye kazi. Kama kazi nyingine. Hii ni kazi kama kazi nyingine. Japokuwa nami nimekuwa interested sana hivi vinywaji, lakini siwezi kutangaza brand ya mtu. Na ndio maana hata wewe ulivyokuja mwanzo nimekataa usitaje kituo cha unachotoka. Basi haina shida. Okay, ni kesu hapa. Nashukuru kidogo kukutana na msomi hapa, Mbondei msomi. Ukinihitaji jamaa Mbondei msomi au utaingia Mbondei TV, basi utampata na utaweza kumuelewa vizuri zaidi Mbondei ni nani. Na labda kwa yote
katika usomi wako wewe bwana Mbondei, ulichukua muda gani mpaka ukapata degree zako ulizokuwa nazo? Yani usomi wako ulichukua ndani ya muda gani? Hilo ni swali jepesi sana, lakini la msingi. Yani ni sawa sawa unajiuliza kwamba mua unapataje sukari kutoka kwenye ardhi. Sawa sawa Wajinga wanakaa wanashangaa, wanasema kwa nini meli inaelea shilingi na zama. Sawa Mimi nimechukua muda mrefu sana, na mpaka sasa hivi ninapokuambia niko njiani kuelekea Madagascar. Mama ameniofa sijui naenda kusomea kitu gani, lakini itakuwa ni masuala ya mifumo tu. Kwa hiyo mimi kimsingi nina elimu kubwa sana. Na elimu yako umechukulia ndani ya nchi ngapi, na tunaomba uweze kuzitaja hizo nchi? Kimsingi mimi nilipomalizaga O-level hapa Tanzania, nikapata scholarship ya kwenda kusoma Botswana. Yes, Botswana nilipomaliza kule, sawa, nikafanya tena upgrading, nikaenda tena nchi nyingine. Of course nilienda Canada. Canada. Sawa, yes, Canada. Kutoka Canada hapa katikati nimetembea vyuo vingi sana, lakini ilikuwa simalizi. Nasoma hichi na acha naenda kingine. Tafsiri yake ndio maana mpaka sasa hivi na nimekuwa tena, mama ameniofa ndio kwamba naenda kusoma nchi nyingine. Lakini sijui naenda kusoma nini. Lakini kimsingi mimi nazikusanya tu elimu. Mimi utajiri wangu ni elimu. Yani utajiri wangu mimi ni elimu. Kwa hiyo yani, wapo wanaomiliki magari wanamiliki elimu. Mimi namiliki elimu. Mimi utajiri wangu ni elimu. Mimi ni mgunduzi, napenda sana kufanya research. Ndio maana hata leo hii ukiniamsha usingizini ukiniambia bwana kwa nini ume unakuwa au kwa nini hichi kiko hivi, naweza kuja na majibu hapo. Nakuwa siweweseki. Muda wangu mwingi sana naelekeza kwenye kusoma na ugunduzi wa vitu. Utakuwa zaidi ya profesa Kiswahili. Tuseme naweza kaa zaidi ya profesa, kwa sababu kuna baadhi ya nchi ni wakati nasoma kipindi hicho walikuwa wananiita mtu na nusu. Sasa sijajua walikuwa na maana gani. Na nakushukuru wewe kidogo na uelewa, unaweza kuniuliza maswali ambayo ni technical. Yes. Ulivyozungumzia mtu na nusu, kwa sisi ambao tuliosoma timu Cuba tushakuelewa, usijali. Yes. Basi kila laheri. Mimi napenda sana vijana wangu mnapokuja na kupata madini. Wewe ukiwa na tatizo lolote ile, mimi nakuja na kuelezea jinsi ninavyokuwa. Yes. Basi haina shida, tukipata wasaa mwingine tutakuja, na tunashukuru wewe ni mkarimu sana. Tunahitaji mahojiano na wewe, unatukaribisha, unatugaia muda wako kama hivi. Hilo ni jambo zuri kwa kweli, na uendelee kwa hivi. Haina shida boss. Mimi naelekea kwenye mizunguko mingine. Basi sawa, kila la heri. Shukrani, barikiwe sana.